Mimi sikutumwa kwa wale wamefanikiwa. Mimi sikutumwa kwa watu ambao ni mashuhuri. Nimetumwa kwa wale ambao hawajafanikiwa, wale ambao wanateseka, wale ambao ni wagonjwa, wale ambao wako jela, wale ambao wako hospitalini, wale ambao hawana namna, ndio na mimi nikawabadilishe. So when I'm preaching here, I am preaching here because I know I'm doing the job that Jesus sent me. That I was not sent to the good people. I was sent to the bad people. Ambayo wewe ambao unaonekana wewe ni takataka, nikuje nikwambie wewe si takataka, wewe ni binadamu, wewe ni mtu una uwezo, wewe ni mtu na mamlaka, wewe ni mtu ambao umeumbika kwa umbile la Mungu. That is why I'm preaching to you. Lakini nataka utoke huko ukuje uone ya kwamba God loves you. You are not that idiot. You are not a poor person. You are not useless. You are somebody. You can become. You can win. That is the reason. Sio ati ni pesa tuko nazo mingi, lakini that is the reason. Niinue moyo wako, ni kuonyeshe you can be able. Wewe haukuumbwa ukufe. You must say no to the kind of life you are living. Lazima tubadilishe nia. Lazima sio ukue Mkristo fukara, Mkristo ambaye hana heshima kwake, hana heshima kwa watu wale wengine, hana heshima kwenye mahali anaishi, hautambuliki. Na ukionekana tu ukipita watu wanasema angalieni nyumba kama zimefugwa vizuri. Ukikuja kwangu lazima ninaweka watu wengine wakae huko. Nimekupatia kazi uoshe manguo zangu, lakini nitawacha watchman niangalilie huyo mama vizuri. Hiyo miaka yote umeishi Nairobi ukitumika. Utoto wako wote umetumika, na sasa uzee wako bado unatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. So my intention ya kukuita hapa, sijakuita hapa eti kwa sababu nina jambo lingine. Nina jambo tu moja, kwa sababu niliishi kama wewe. Mimi nilikuwa naishi Mukuru kwa Ruben. Nikatoka Mukuru kwa Ruben nikaishi Rungarunga. Nikaenda Mathare 4A. Nikatoka hapo Line 7 Kibera niliishi. Mimi nimeuza mutura na nyama za ngamia Isiri. Tulikuwa tunaenda tunachukua nyama za ngamia Isiri. Bwana Yesu sana. Mimi nimeuza chang'aa, nimeuza miti ni dawa, pombe ile ya miti ni dawa. Si kitu kikubwa nimekuitia. Nimekuitia ukuje nikwambie mimi nilikuwa naishi Rungarunga, niliishi Mathare, nimefanya kila aina ya biashara. Unacheka nini sasa? Ni kama hii maneno hujui. Yes, Bwana asifiwe sana. Nilipitia hayo. Na ndio nataka nikwambie siku hii, licha ya kuwa nilipitia hayo, si yupo kwenye hiyo condition tena. I am not in that condition. I am serving the mighty God. I am living the way God wanted me to live. I am because God has made me to become. Amen. Let your God do his work for you. Let him lift you again. Wacha huyu Mungu akuinue. Wacha huyu Mungu ambaye unamtegemea akubadilishie majina yako, akubadilishie njia zako, abadilishe mienendo yako, akufanye a different person. Hatu wakikuja wakisimama wanaona this is somebody ambaye ameumbwa. You are not created a lesser person. Wewe si ati nusu, wewe ni mtu kama yule anaishi Runda, wewe ni mtu kama Ruto, wewe ni mtu kama Gachagua, wewe ni mtu kama Kindiki, wewe ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now that's the most important thing that you need to understand. That we must drastically change the way we are doing things. Lazima tubadilishe. Mwambie mwenzako lazima tubadilishe. Hatutakaa hivi. Hatutakaa this maisha. Mwambie mimi sitakaa hivi. Kama wewe utakaa hivyo, wewe ukae hivyo, lakini mimi sitakaa hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ukifanya maamuzi, kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Jabesu. Jabesu aliitwa jina la uchungu. Hadi wakati ilifika akaona huu uchungu siwezi kuuvumilia. Akaenda kwa Mungu akamwambia, Baba, naomba unibadilishie jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu alikubali na akambadilishia jina. Kwa hivyo hata wewe Mungu ana uwezo. Ukiachana na hiyo karofo unakunywa, ukiachana na hiyo busaa unakunywa, ukiachana na miti ni dawa, ukiachana na kulalalala na wanaume ovyo ovyo, Mungu atakubadilishia maisha yako.
God will change your life. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio itafanya tu kichwa yako ichange baba. You are not poor, you are a rich man. You are never born a poor person. When you are born, God gave you the provisions of having the identity of this world. Uko na mamlaka, uko na identity, na vitu vyote katika dunia hivi vyote ni vyako, maana alikuumba kwa umbile lake. Umeumbwa kwa umbile la Mungu, haujaumbwa kwa umbile la shetani. Na umbile la Mungu ni kwamba God is the owner of silver and gold. God is the owner of the trees. God is the owner of every animal. God is the owner of every bird. God is the owner of the sea, the mountain, the valleys and everything. God is the owner of everything. And wewe umetengenezwa kwa umbile la huyo Mungu. So you are the owner of everything. Why are you living the life you are living? Kwa nini unaishi maisha kama hayo? Ati unasema serikali isaidie. Serikali ni nani? Who is the government? Can you point out, niambie the government ni nani? Mwambie mwenzako lazima ubadilishe sasa. Mwambie hiyo tabia unakuanga nayo. Mwangalie kwa uso. Mwambie hiyo tabia unakuanga nayo. Mwambie utawacha. Utawacha. Hiyo Ukristo mnaendaga hiyo Ukristo. Hiyo ya Ukristo wa upusi, mimi siwezi ukubali. Jesus is not a poor man. Jesus is a rich man. And if I'm following a rich man, there is no way I'll be poor. There is no way I can be poor. No. There is no way I can be a beggar when I'm following the rich man. No. Hata umbwa za tajiri zinakulanga kama tajiri. Yes, sasa tuseme sisi ni umbwa. Yes, hata umbwa inakulanga ya tajiri. Inanunuliwa chakula kwa supermarket. Let us accept the life of living the way God wants you to live. Ukitoka hapa uende kwa hiyo kanyumba, uende ukafugue, ukaambie wewe nyumba, wewe mimi sikutaki, na hii maisha umeniweka mimi sitaki. Umesikia nyumba? Enda uizungumzie. Na wewe jiite unaitwa nani? Millicent. Wewe usiende kwa kio uambie wewe Millicent. Hii upuzi na hii ujinga unakuaga nayo sitaki. Mimi si maskini. Umesikia Millicent? Prophesy over yourself. Prophesy over your life. Prophesy over your children. Prophesy over your business. Prophesy over everything that you do. Lakini hatuwezi kuishi mazingira hii ati mimi ni mnyonge. Mungu wa wanyonge akuja. Saita. Mungu wa wanyonge. Kuna Mungu wa wanyonge. My God si Mungu wa wanyonge. Me I'm not mnyonge. Na kama tumetengenezwa mimi na wewe na Mungu mmoja, hautaniungusha, hautaniweka chini. No. Wewe atafadhali uondoke dunia hii. Tumeumbwa na Mungu mmoja, alafu unataka Mungu wangu apasuke mara mbili, akuwe Mungu wa matajiri na Mungu wa wanyonge? Hapana, Mungu ni mmoja, si ndio? Kwa hivyo hakuna Mungu wa mnyonge. Hakuna Mungu wa mnyonge. Hata ukilala, hakuna Mungu wa kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni Mungu wa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni nini? Ni Mungu wa baraka. Na baraka zake tunazo. We are blessed people. And if you are a blessed person, umebarikiwa, hakuna siku utakosa kuishi katika mazingira ya kubarikiwa. Lakini mambo yote haya unayaona ni kinywa chako kitakiri. Si mtu mwingine, si brother yako atakiri. Ni kinywa chako kitakiri. Wewe mwenyewe na kinywa chako useme haya maisha sitayaishi tena. Useme this is not my life. I need a better life. I need a specialized life. I need a powerful life. I need a destiny. Sasa angalia, huyu mtoto umemleta hapa duniani. Wewe mwenyewe ni unaita Mungu wa maskini. Sasa huyu mtoto ataita Mungu gani? Sasa huyu mtoto umemweka kwenye unyonge ambao tabia zako, mienendo yako, fikira zako umechukua umerusha kwa watoto. And that is why you are poor. Because mama yako na baba yako tena walikurushia umaskini na wewe ukaubeba. Say no. Say this cannot happen in my life. This will never happen. Lazima tukatae. Lazima tuseme this is not going to happen in me.
Na kujua hiyo ni kujua jinsi ya kutembea, jinsi ya kuishi na jinsi ya kukaa na Mungu. Maana huyu Mungu anahitaji tu, anasema omba na utapata, si ndio? Omba nafanya nini? Mbona haujapewa? Na wewe kulinae na kulikaka, wewe ndio unakuwa namba moja. So it is a matter of we understanding, why am I on this planet Earth? But we can change life. We can change and become better citizens of this world. We are not meant to suffer. Haukuumbwa ndio uteseke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana. Mwambie mtu there is the purpose and the destiny of a person. Purpose and destiny. You must have the purpose. Lazima. Why God created you, he created you na you have a purpose. Una sababu ya wewe kuishi dunia hii. Una sababu ya wewe kuzaliwa. Una sababu ya wewe kubebwa kwenye utumbo wa binadamu na ukakaa huko. Kuna kusudi. Mwambie mkoza, kuna kusudi. Kuna kusudi nilishinda hizi vita. There is a purpose. You won these battles. They were supposed to kill you. Every single day they have tried to kill you. Every single day the enemy has tried to bring you down. But there is a purpose that God wants you to succeed. That is why it has been there. Generosity inatembea na umefaulu. Ulipotoka ukakutana na ugonjwa wa measles na smallpox na mapele, ukasurvive, ukadukwa shindano ya measles, hiyo ukafaulu. Ikakuja yellow fever, ukafaulu. Ikakuja corona, ukafaulu. Ikakuja nini, ukafaulu. There is a purpose for you. The reason you are succeeding, the reason you are winning this battle, there is a reason for you. That is why you have won these battles. You cannot be winning this battle na wewe ni kimlevi tu ya kawaida, na wewe ni jagili tu ya kawaida, lakini unashinda vita. Ni kwa maana kuna sababu. Kuna sababu Mungu anataka kutumia kwako. Kuna sababu. That is why hata kama wewe ni kimlevi, kimsherati, bado Mungu anakusustain. Kuna sababu. But you have survived this. Despite the storms, you survive. Jiulize ni kwa nini Mungu amekuweka hai. Jiulize tu ni kwa nini. Why are you still there? Do I deserve what I'm doing to my God? Does my God deserve my stupidity? Does my God deserve my useless kind of life that I'm living? Just imagine ile maisha unaishi. Unasikia kumetoka mlipuko ya nini? Ya kipindupindu. Kawangware msima. Lakini wewe na watoto wako mlisurvive. Are you doing anything good to please that God that has kept you surviving? Kuna kitu kizuri hata kimoja unafanya? Kuna kitu ambayo unaweza peleka kwenye Mungu? Record yangu ndio hii Mungu. Licha ya hii na hii na hii, this is what I am. You have made me to survive. You have made me to conquer battles. That every single day it has been a battle. Every single move it has been a battle. God, this is my record. Do you have a record you can present to God? Hebu muulize mwenzako. Mwangalie tu kwa macho. Amekujibu aje? Amekujibu aje? Nothing. We have done nothing. Yet we want too much from God. Tunataka mambo makubwa kutoka kwa Mungu. Lakini sisi wenyewe, we don't even deserve to be anywhere where God is being worshipped. Because we are just hollow. Kuna maswali nataka uende ukijiuliza. Na hii maswali itakusaidia. Itakusaidia kwenye kushape your destiny. Your purpose and your destiny. When you ask, who am I? Sema, who am I? Jijibu sasa. Who am I? Uliza, who am I? Mimi ni nani? That answer, if you ask yourself, who am I? You will be able to redefine yourself. Because you will ask yourself, mimi ni nani? Ndio nikae hii dunia. Mimi ni nani kwenye dunia hii? Ni kwa nini nilikuja kwenye dunia hii? Bwana Yesu asifiwe sana. That will answer your destiny. Who am I gives you the identity.
unapata identity. Wewe ni nani? Mimi ni Priscilla, mimi ni Joseph, mimi ni Kariuki. Kariuki ni nani? Tabia, mienendo, kila kitu. Who are you? What kind of a person am I? How do I relate with people? How do I live in this world? How do I walk in this world? How do I deserve to be respected by anybody on earth? Once you answer the question of who am I, you have an identity. Utajiangalia, uangalia niko na miaka 40. Combination ya hiyo miaka 40 ni nini ambacho naweza kusimamisha kiitanishwe na mimi? Ni nini ambacho unaweza kukisimamisha kiitanishwe na wewe? That tells you who you are. Kama wewe ni mtu chochole, kama wewe ni serikali, saidia. Kama wewe ni nani, saidia. Kama wewe ni nini, what, saidia. Then that is what you are. That is the identity that you have. And that is why you will always be identified for usage. Hallelujah. Mbona mwanasiasa aendagi? Ushaisikia maroli ya kampeni ikiwa Runda ama Ravington ama Karen? Hakuna. Hautasikia magari ikizunguka huko, sababu utaenda kuwadanganya, utawekea maji. Utaenda kuwadanganya, utawekea stima. Utawadanganya, utawekea rami. Si wako na hivyo vyote? Lakini kule Kibera, mahali kwingine, wanasiasa wa huko walianza miaka 80 wakiwaambia wataweka rami, lakini hawakuweka. Kwa nini? Once you identify yourself, unapatiana identity yako. Who am I? It tells you. Venye utabehave, hivyo ndivyo utatumika. Identity is very important for you to know your destiny, for you to conquer and to win. Every destiny that you want to go, you have to know your identity. Ujue wewe ni nani. Hiyo ndio mwanzo wa kuanza kujua mahali unaelekea. Number 2, where am I? Ni maswali tu nataka wewe ukijiulize. Number 2, where am I? Uko wapi sasa? Niko Kawangware, Kongo. Nyumba ni ya pesa gapi? Ni ya 200. Ninawezaka kulipa? Ninafugiwa. Hiyo ni mwezi wa pili tena nimefugiwa. Kwa sababu ya nini? 200. Ask yourself, where am I? Do I belong the name that I'm calling myself? Do I belong to be where I am? Unaishi nyumba ya matope? Unaishi nyumba ya makaton? Alafu naenda kuambia watu huko ati nimetoka Nairobi. Nairobi gani? Sijui kama nimeongea baya. Simu nisamea tu. Number 2 is that know where you are. Alafu ujiulize maswali. Do I deserve? Mimi nafaa kuishi katika mazingira kama haya? Mimi nafaa kuishi kwa nyumba kama cotton? Mimi nafaa kuishi kwa nyumba kama bati? Mimi nafaa kuishi kwa nyumba kama tope? Mimi nafaa kuolewa na huyu mwanaume ambaye tunaishi na yeye? Mimi nafaa kukaa na huyu mwanamke tunakaaga na yeye? So once you know where you are able to know where you are headed. Ukiangalia ile environment huko, either utakufia huko ama utatoka huko. Number 3, why am I here? Ni kwa nini niko hapa? Ni kwa nini huko Kawangware? Because yes, umejua. Where am I? Niko Kawangware, niko Mukuru, niko Ruda. Why am I here? Ni kwa nini niko hapa? What caused me to be here? Am I here willingly ama am I forced to be here? When you know who am I, you know your identity. When you ask where am I, you know your source. When you ask yourself why I am here, where I am, unajua the source. Where I am gives you the source. Hapo ndio unaangalia, what is my source? There is something that obstructing you. Kuna kitu kimekuzuia, kuna kitu kimekamata. Unajaribu kwenda, unakamatwa. Unaenda, unakamatwa. Unasimama, unakamatwa. What is this ambayo imekukamata? Chanzo cha shida yako. Hapo ndio unajua what is, where am I? You will know the source. And number 3, why am I here? Ni kwa nini niko hapa? That one, when you know ni kwa nini, you understand what is your purpose. Ukijua ni kwa nini unazungusha hii madisi, utajua what is your purpose. Ukijua ni kwa nini unaosheaga wa mama guo, utajua ni nini purpose yako ni nini. If you come to the church unikuta na hubiri, I am here because I'm a pastor, that is my purpose.
That's the purpose that God wanted me to be. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 4, what can I do? Now that I know who am I, where am I, why am I here, what then can I do? Utaendelea tu kusema shida imetishika, mpaka nimesema tu tungojea siku tu Mungu tu atuchukue tuende tukaishi na watakatifu. Wapi? Upeleke umaskini mbinguni? Mungu akukubalishe? Hauwezi. Kama Mungu alikupatia talanta, kuna ule mzee alipatiwa 5, mwingine akapatiwa 3, mwingine akapatiwa 1. Waliulizwa, yako ulifanya nayo nini? Maswali utaulizwa. Nilikupatia kipawa, nilikupatia uhai, nilikupatia macho, nikakupatia mapua, masikio na mdomo na miguu. Hii uliitumia aje? Number 5, where am I going? Once you know what can I do, you understand, you ask yourself, where am I going? And that is what we call destiny. From here, what is the plan of your tomorrow? Hello? What is the plan of your tomorrow? That is what we call my destiny. Where is my destiny? Kesho nakuwa nani? Yes, nimekosa, nimetoka kwa bracket hii, lakini I must live in this bracket. Bwana Yesu asifiwe sana. Once you understand those 4 principles, nobody will be able to defeat you. Wangapi wako tayari kubadilisha maisha yao kabisa? Useme I want to change my life. Just sema I want to change my life. Hallelujah. Uko hapa ungetaka kumreceive Jesus, unataka Yesu akue kwenye maisha yako, unataka kuokoka. Inua mkono wako juu. Unataka kuokoka. Yes, kuja hapa. Kuja hapa bio. Mimi fundi wa mistari. Mimi andika muziki pastor bado. Kwenda. Unaandika muziki gani? Unajua kuandika muziki? Kabisa. Na kuimba? Na kuimba pia. Hebu imba. Ile moja umeandika. Ama imba ya yote ya mtu yote, hata kama ni ya yote, imba yote unajua. Show ikifanyika kimaisha mimi nainuka. Nipate na wasuka wastiri na washika. Wamasa na mabuda hata Masai na mashuka. Ngori we epuka, akili we funguka, kuwa rada we setuka, chunga noma we revuka. Ukifanyika kimaisha mimi nainuka. Nipate na wasuka wastiri na washika. Wamasa na mabuda hata Masai na mashuka. Ngori we epuka, akili we funguka, kuwa rada we setuka, chunga noma we revuka. Ngoma ni mingi nazidi kutupa, kanjumu inatupa, wazimeraruka wanashtuka. Life ni panda shuka, chunga kujikuta we ukijuta, asa we tafuta. Kaka kawaida kuna bongana nyoka na joka, pumzika kuchoka, kuwaso kuomoka, pika bizi kuwaoka, badiliko okoka, kameshika mugoka, unaganju mesota, kudosi kuokota, kuna ndoto unaota. Pigieni makofi. Sasa wewe si wa mkoko. Wewe nitakusaidia mpaka usimame. Yes. Hizo zote. Ni rapa mani nini? Ni rapa? Yeah, ni rapa. Kama mama najua ni rapa. Inueni mikono yenu juu nikaweza kuwaombea. Kuna mtu mwingine wawili. Kuja tu, maana wakati wako umefika wa kukombolewa. Kuja tu. Kuna sababu. Unasikia huyu alikuwa na 21 days. Hizo 21 days zinaenda kuvutwa. Thank you. Nimetaja mara 3. Nahitajika tu mara 3. Unafuga hiyo chapter. Inueni mikono yenu juu. Sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu uliye hai, nimekuja kutubu dhambi zangu zote ambazo nimefanya kwa makusudio na bila makusudio. Ninaomba msamaha wa dhambi zilizotendeka kupitia kwa kinywa changu, kupitia kwa macho yangu, na kupitia kwa masikio yangu, na pia kupitia kwa miguu yangu na mwili wangu. Ninaomba msamaha ambao nilifanya dhambi ambazo nilifanya dhambi kupitia kwa mwili wangu. Ninaomba msamaha. Nitakaze. Nifute kwenye kitabu cha mauti. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Sema amen.